Kwa hiyo tunaona Anna bin Fanuel alidumu hekaluni akimcha Bwana, akimsifu, akimwabudu mchana na usiku, na akashuhudia habari za Bwana. Angeweza kuchagua kama mjane, angeweza kuchagua kukaa nyumbani na wazazi wake atafute mume. Angeweza kuchagua kukata tamaa na maisha yake na kujihurumia na kujuta na kubakia katika past, kubakia katika yaliyopita, kutafakari tu, yani mimi ningekuwa na mume wangu. Angekuwa anahadithia habari hizo kila siku, kila anapoenda. Mimi mume wangu angekuepo, ingekuwa hivi, nisingekuwa na maisha haya. Angeweza kuishi maisha ya majuto, maisha ya kukata tamaa, lakini sivyo ambavyo Anna bin Fanuel aliamua. Alifanya chaguo la kudumu katika hekalu la Mungu. Alichagua lile pengo la kuondokewa na mume, akamkabidhi Bwana Yesu, akamkabidhi Mungu, na akamkabidhi Mungu, Roho wa Mungu akae na yeye, akamkabidhi Mungu awe pamoja na yeye. Na tunaona uaminifu wa Mungu kwamba kukaa kwake hekaluni hakukuwa bure. Alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wa kwanza kabisa kumbariki Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Je, unapitia changamoto gani? Kitu gani kinakukatisha tamaa? Iko faraja ndani ya Yesu. Neno la Mungu ni kweli na hakika. Kweli la Mungu ni kweli na hakika. Kama amesema yeye atakufariji, ni kweli anakufariji. Iko faraja ya kweli. Na faraja upatayo kutoka kwa Bwana ni tofauti na faraja za wanadamu. Faraja ya Mungu ni faraja ambayo haiwezi kulinganishwa na faraja ya wanadamu. Amen. Ukimgeukia Bwana hakuna majuto. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Yesu mwenyewe akawa anawaambia kwamba mtu akiamua kunifuata basi aache vyote anifuate. Na wala anasema mtu ambaye ameamua kulima afu akageuka nyuma hafai. Yaani na maana ukiamua kumchagua Bwana Yesu, kumfuata, kwenda njia ya Mungu, haifai kugeuka. Kusema mimi njia ya Mungu nimechoka, sasa nataka niende nifuate mambo ya kawaida ya dunia. Hapana. Anna bin Fanuel hakufanya hivyo. Tunaambiwa alidumu hekaluni miaka yote. Alikuwa ni mzee wa miaka mingi na alishakuwa mjane zaidi ya miaka 84. Bwana Yesu asifiwe. Usikatishwe tamaa na chochote unachopitia. Yuko Bwana Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo ni mfariji wa kweli. Faraja yake ni ya kweli. Tusome Zaburi 147 mstari wa 3. Zaburi 147 mstari wa 3. Zaburi 147 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Nitarudia, Zaburi 147 mstari wa 3. Huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Kumbuka yeye ndo aliyeumba moyo wako. Yeye ana uwezo wa kuuponya. Yeye anaweza kuurejesha katika furaha tena. Anaweza kurejesha moyo wako katika furaha, katika amani, katika tumaini la kweli. Mungu anaweza. Hakuna mwingine anayeweza zaidi ya yeye. Kwa hiyo changamoto unayopitia, haijalishi ni sababu gani imesababisha hizo changamoto. Iwe ni vita vya adui, iwe ni nini. Lakini tunapomgeukia Bwana katika changamoto zetu, inakuwa tumefanya jambo sahihi. Ni jambo linalompendeza Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Nimemuona Mungu akiwa mwaminifu hata kwangu. Kwa sababu kuna vipindi ambavyo kweli unakuwa hauna faraja, ila Yesu mwenyewe anafanyika faraja kwako. Na akifanyika faraja kwako unakuwa haupungukiwi. Ndio maana unaona watu tunaimba kwamba Yesu unatosha, Yesu mwaminifu, Yesu wastahili, usifiwe, utukuzwe. Ni kwa sababu kuna namna mkono wa Mungu umejidhihirisha katika maisha ya watu wake, hata wanashindwa kukaa kimya, wanaamua kumsifu. Na wewe siku hii ya leo Mungu akaweke neno la ushuhuda, ukamtukuze Bwana, kwa maana anaenda kukufariji kwa namna ambavyo hujawahi kutegemea. Haijalishi umeachwa, watoto wako labda ilikuwa unategemea ada za shule kutoka kwa baba watoto ambaye sasa hayupo, iwe ni ndoa au ni nini, iwe ni amefariki au amekuacha katika ndoa, namna yoyote ile. Lakini yuko Mungu anayeweza kusimama katika nafasi, katika hilo pengo ambalo limekuwa kwako. Inawezekana ni upande wa mwanaume pia, liko pengo ambalo limefanyika kwako. Bwana Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Mgeukie yeye, anayo faraja ya kweli.
anayo faraja ya kweli. Kama neno hili limekufariji, basi unaweza share na mwingine ambaye anaweza kuhitaji faraja. Huwezi jua mwingine anapitia jambo hajakushirikisha, lakini kupitia neno hili naye akapata faraja. Basi Mungu akubariki utakapomshirikisha mwingine. Mungu akubariki utakapoendelea kufuatilia masomo mbalimbali, neno la Mungu ambalo Mungu anakuwa analiachilia kupitia madhabahu hii, kupitia channel hii. For his own glory. Tunamrudishia yeye mwenyewe sifa, heshima na utukufu. Mungu wetu aliye hai. Mungu aliyekuita akakufanya uwe wake. Mungu aliyemtoa mwanae wa pekee ili akufie msalabani, akupatanishe wewe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. God bless you. Uwe na siku njema. Amen.